Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salamullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa tafasir warzuqna ittiba'a ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala hiyo rahisi ndio hiyo. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Inshallah kama vile ila tukisikiliza mmoja mmoja na tutajua inshallah. Zali anatuambia wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatin al-husn qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsaman kathur. Tuzisome kwanza. Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatin husnin qasur fa huwa ad-da'if wa huwa aqsamun kathur. Musannif rahimahullahu ta'ala baada kumaliza kutuelezea himdi na aksam za hadithi, sio? Tukaambiwa hadithi zipo sampuli tatu. Ziko sampuli tatu: sahihi, hasanu na dhaif. Tulianza kusoma dhaif, sio? Kwanza musannif wa kitabu tulisema ni nani? Tallahu ad-din, sawa? Naam. Kisha tulisema hadithi sahihi mpaka tuite sahihi na shurut, na zile sharti zikitimia basi ndio hadithi tunasema ni sahihi. Gani na gani? Ya kwanza ittisalu sanad, ya kwanza. Kisha adlun, kisha dhabi. Hizo ni mbili. Naam. Nyingine? Naam, kwa Kiarabu lam yashud, sio? Wala yu'al. Sawa. Kwa mtu akikuuliza arkani za hadithi mpaka tuite sahihi zina arkani tano, hiyo na ittisalu sanad. Tulisema mtu amepokea kwa shekhe lake mpaka ifike kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa? Lakini pia ipatikane yule aliyepokea hadithi awe ni mwadilifu. Tukasema taarifa ya mwadilifu ni nani? Mwadilifu awe ni Muislamu, kisha awe ni mukallaf, bi maana awe na akili na amebaligh, kisha awe amepukana na madhambi makubwa, sawa? Unajua madhambi makubwa, kisha asiwe ni mwenye kuendelea na madhambi madogo, fahamiana? Kisha awe amepukana na kitu kinachomvua umurua. Wazi? Zikitimia tunakwambia huyu mtu ni mwadilifu. Dhabt ni gani? Dhabt tukasema zimegawanyika sampuli mbili, ima dhabtu sadrin wa dhabti kitabi. Sadri bi maana mtu amesikia ile hadithi kisha akafanyaje? Akahifadhi mpaka wakati wa kuhadithia na yeye. Ama kitaba, mtu ameandika mpaka wakati anakuja kufanyaje? Wa alaykum salam. Mpaka wakati anakuja kuitoa ile hadithi. Wazi? Naam. Sasa swali linakuja, lau si tukakuta hadithi tumehukumu kwamba ni sahihi, tunaitumia wapi? Tunaifanyaje hadithi sahihi? Sasa tunaitupa hadithi sahihi. Ukiikuta basi unaitumia katika, unaifanyia kama hoja, yani unaitalia istidlal, na pia unaitumia katika ahkam za kifiqhi, za kiaqida na kila kitu. Sisi tufahamiana? Naam. Sasa leo anasema musannif rahimahullahu ta'ala, tumeama anaingia katika hadithu al-hasan. Kwa hiyo mambo ya sahihi tumemalizana naye. Anasema wal hasanu, kwanza tutapitia i'rabu, kisha tutapitia tafsiri, kisha tutaenda kwenye sherehe, sawa? Wal hasan, al-hasan inakuwa ni mubtada, al-ma'ruf inakuwa ni khabar. Al-hasanul ma'ruf, sawa? Turuqan itakuwa nini?
tamyiz. Umeona? Na kwa nini tamyiz? Ukiona mara nyingi imekuja mubtada na khabar kisha imekuja ismu mansub, basi inakuwa ni tamyiz. Sawa? Maarufu inakuwa ni khabar, turkan ni tamyiz, ghadat ni nini? Ghadat bi maana kama sara. Umeona? Tunakumbuka akhwati kana, sara si akhwati yake pia. Kwa hiyo ghadat maana yake kama sara. Kwa hiyo rijaluhu itakuwa ni ismu ghadat. Sawa? Ismu ghadat. Kisha ishtaharat ni nini? Fi'l. Kwa hiyo ishtaharat ni fi'lu madhi mabni ala al-fath wa ta'u ta'u ta'nithi wa fa'iluhu dhamiru mustatir taqdiruhu hiya. Sawa? Ila la kasahih ni jumlatun i'tiradiyya. Sawa? Ni jumlatun i'tiradiyya, ni jumla imezuka. Fahamiana? Tunakuja katika fasiri. Wal hasan, na hadithi hasan ni gani? Al-ma'rufu turqan, ni ile inayofahamika njia zake. Narudia, al-hasan, hadithi hasan ni gani? Al-ma'rufu turqan, ni ile yenye kufahamika nini? Njia. Fahamiana? Tutaeleza njia ni gani. Kisha wakhadat, kisha wakawa rijaluhu, wale wapokezwa ile hadithi, la kasahihi ishtaharat, sio kama wale wapokezwa hadithi sahihi. Sio, mfahamiana mpaka hapo? Naam. Wanasema mtu wa kwanza kugawa hadithi katika sahih na hasan, fahamiana, ni alim anaitwa al-Khattabi. Ni alim anaitwa nani? Al-Khattabi. Ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Huyu anajulikana kama mwanachuoni wa kwanza aliyegawanya kwamba kuna hadithi sahihi na hasan na dhaif. Fahamiana? Na ndio mwanachuoni wa kwanza kufanya sharhi ya kitabu cha al-Bukhari. Sahihu gani? Al-Bukhari. Tunajua Sahih Bukhari, sasa alifanyia sharh. Fahamiana? Naam, al-Khattabi. Kwa 388 Hijria. Sawa? Hamd Khattabi. Sasa tunakuja tunasema wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat. Tunataka kwanza tujue taarifu ya hasan. Tunasikilizana kwa nini mvua? Ndio. Kuna taarifu takriban nyingi. Maana maulama katika hadithi ambayo kwamba inachanganya ni hasan, sahihi na sharti zake, dhaifu utaijua, lakini hasan inachezea katikati. Ndio maana pia taarifu zikawa nyingi. Lakini tutaandika taarifu tatu ambazo ni mashuhuri. Fahamiana? Kwanza tutaandika taarifu ya al-Khattabi, wama urifa makhrajuhu. Fahamiana? Kisha akasema washtuhira rijaluhu. Tutaandika tukimaliza. Sasa hivi tunasikilizana. Taarifu ya Khattabi, sawa? Taarifu yake anasema huwa ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Hadithi hasan ni ile ambayo kwamba inafahamika makhraji yake, yani kwamba huyu fulani amepokea kwa mashekhe fulani, ndio makhraj. Fahamiana? Rama amepokea kwa Muhammad, Muhammad amepokea kwa Idi, sio? Idi amepokea kwa Saidi. Kwa hiyo tunajua Rama amepokea kwa mashekhe zake namna hii, ndio tunasema makhraj. Kisha washtuhira rijaluhu, na wale wapokezwa ile hadithi wanafahamika. Tukisema Rama tunamjua Rama ni mtu fulani. Sisi tukisa hivi tukisema Bukhari tunajua ni anashughulika na hadithi kwamba wanafahamika. Fahamiana? Lakini kuna taarifu nyingine ya al-Hafidh Ibn Hajar. Sawa? Na Ibn Hajar wako wawili, tusichanganye. Kuna Ibn Hajar al-Asqalani na al-Hajari al-Haytami. Sawa? Ukisikia al-Hajari, Ibn Hajar al-Haytami, sana sana anashughulika na fiqh. Sawa? Ukisikia Ibn Hajar al-Asqalani ni al-Hafidh mkubwa. Sawa? Yeye anashughulika sana nini? Na hadithi. Tofauti tunaifahamu. Na ukisikia al-Hafidh katika hadithi ni imamu amehifadhi hadithi takriban 1000. Yaani ukisikia al-Hafidh, sawa, basi ujue huyu imamu amehifadhi hadithi ngapi? Hadithi 1000. Sisi tuna hadithi ngapi?
Naam. Ibn Hajar katika taarifu yake, na hii ndio tulizoea ambao mashuhuri, anasema wa mattasala isnaduhu huwa mattasala isnaduhu biriwayati adlin khafifu adh-dhabt khafifu adh-dhabt wa lam yashudha wa lam yakun shadhan wala muallan. Ibn Hajar, na hii taarifu mashuhuri, hata ukisoma vile vitabu vyetu tunavyovitumia sasa hivi imepitia katika taarifu hii. Anasema hadithi hasan huwa muttasal isnaduhu, isnadi yake ni muttasil. Tukisema sasa hivi ittisalu sana tunaelewa, sio? Kisha biriwayati adlin, lakini aliyepokea ile hadithi nani? Adli. Tukisema adli sasa hivi tunafahamu nani, sio? Kisha khafifu adh-dhabt, hapo ndo muhimu, khafifu adh-dhabt. Katika hadithi sahih tulisema nini? Adh-dhabt al-adlu adh-dhabt, sio? Yani ile dhabt ya ule anayepokea hadithi ya kwake ni kubwa, na tulisema dhabt zimegawanyika sampuli ngapi? Mbili, nini na nini? Sadrin wa kitabin. Kwa hiyo tukisema khafifu adh-dhabt, bi maana hifdhi ya mpokezi wa hii hadithi huenda ni sio kama ya ule wa sahih. Fahamiana? Kwa hiyo ndio kilicho tofautisha kati ya hadithi sahih na hadithi gani? Hasan. Kwa hiyo hadithi hasan inakuwa ni khafifu adh-dhabt, dhabt yake hajakamilika sana. Kisha walam yashudha au walam yakun shadha wala muallal, na tulishaelezea mama na shadh, mama na muallal. Kwa hiyo tofauti umepatikana wapi rijal? Khafifu adh-dhabt. Sawa rijal? Umepatikana katika nini? Khafifu adh-dhabt. Hii hadithu hasan imegawanyika sampuli mbili. Hadithu hasan imegawanyika sampuli ngapi? Sampuli mbili. Kuna hasan lidhatihi, kuna hasan lidhati, yani ile hadithi namna ilivyokuja tu yenyewe na riwaya yake na wale rijali waliopokea ni inajitosheleza yenyewe, tunaita hasanun lidhatihi. Kisha kuna hasanun li khairihi. Tushasikia mustalahat hasanun lidhatihi, hasanun li khairihi. Sasa ukisikia hasanun lidhatihi ndio taarifu kama hii. Kila hadith ambayo kwamba itisali yake ni ya sanadi ni kwa rawi ambaye ni mwadilifu, lakini khafifi yake ni dhabt, ni khafifu, haijawa ni shadh wala muallal, tunakwambia ni hasanun li dhati. Sawa? Hasanun li ghairihi ni gani? Huwa adh-dha'ifu idha jubira bishahidin mutabi'in bishart adh-dha'f. Naam. Kwa kuwa tumeshafahamu hasanun lidhati, twende tukafahamu hasanun li ghairi. Hasanun li ghairi ni hadithi gani? Ametuambia huwa dhaif, ni hadithi ambayo ni dhaifu, lakini idha jubira bishahidin, idha jubira bishahidin, sio jabara shay, ni kufanyaje? Kama kusaidiana vile. Mimi nitaweza nikaa na kalamu inaogoma, lakini nikiwa na kalamu tatu naandika na hii na namalizia na hii, namalizia na hii, kwa hiyo zikiwa pamoja zinasaidiana, ndio maana jubira. Sawa Sufyan? Haya. Au mutabi'in, au mutabi'in ni ipatikane katika ile hadithi ruwat, lakini ile hadithi wakapokea wengine, sio? Tabitu shariani ili tufahamu, sio? Naam. Kisha sharti nyingine alla yashtadda adh-dha'f. Alla yashtadda madha? Adh-dha'f. Mathalan hadithi amepokea Abu Huraira, sio? Abu Huraira tunamjua ndo sahaba aliyekuwa katika enzi za Mtume, sio? Kisha hadithi hii pia akapokea nani? Ibn Umar. Tunamjua Ibn Umar, kijana cha Umar ibn al-Khattab. Hadithi wamepokea maswahaba wangapi?
wawili. Kisha baada ya hapo Abu Huraira akapokea wa kwanza, akapokea wa pili, akapokea wa tatu, akapokea mpaka wa nne, mpaka inavyoendelea. Fahamiana? Lakini katika hawa ani wapokezi, yani mpokezi wa kwanza, mpokezi wa pili, mpokezi wa tatu, mpokezi wa nne, hivyo hivyo kiendelea, na inakuja mpaka katika nini? Sahihul Bukhari, ndio silsila yenyewe, sio? Lakini tukiangalia katika hawa rijali hawa, kuna mmoja ana udhaifu mdogo. Mathalan katika mpokezi wa tatu, udhaifu wake ni mudallas. Udhaifu wake ni nini? Mudallas au muannan. Sawa, tutakuja kusoma mudallas ni nini. Mudallas ni ile hatujui hivi amesikia kweli kwa yule shekhe lake wa juu. Fahamiana? Sasa tuna mashaka, kwa hiyo ni dhaifu ndogo. Kwa hiyo hapo kuna udhaifu. Maana tulisema katika hadithi sahihi lazima tuwe na uhakika, udhabt yule, sio? Sasa hapa tumepata udhaifu kwa sababu amepatikana mtu ambaye nini? Ni mudallas. Wazi ama ghair wazi? Lakini tunakuja katika hii hadithi hii, Ibn Umar naye na watu wake, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Na katika watu wake pia, katika mathalan wa pili pia mathalan ana udhaifu mudallas mathalan au muannan. Fahamiana? Kwa hiyo nikikwambia hii hadithi tukiacha hivi hivi inakuwa ni dhaifu kwa sababu kuna udhaifu hapa. Fahamiana? Na hii hadithi ikiwa yenyewe pia inakuwa ni dhaifu kwa sababu kuna mudallas hapa. Lakini hii hadithi tukichanganya hii na hii kwa hawa pokezi wa huku na wa huku, maadamu ni hadithi moja, basi inatoka katika udhaifu inaenda katika nini? Hasanul li ghair. Sisi tumefahamiana? Inatoka katika udhaifu inaenda katika nini? Sasa hii kuchukua riwaya ya huyu ukapitia na kwa ya huyu, ndo tunaita nini? Shahid. Ndo tunaita nini? Shahid. Yani riwaya ya huyu ukaitilia nguvu na riwaya mwingine, ndo tunaita shahid. Tabi'un ni gani? Hii hadithi lakini wakapokea wengine, mathalan namba 9 akapokea na namba 10, akapokea namba 11, akapokea namba 12. Hii riwaya ina mudallas mathalan, na hii katika mtu wa 10 pia na mudallas, yani kuna aibu zini. Ikiwa yenyewe tumesema inakuwa ni dhaifu, lakini tukienda katika riwaya nyingine pia ikiwa yenyewe itakuwa ni dhaifu. Lakini kwa maadamu riwaya ama zile mapokezi yako sehemu mbili, tukizichanganya ile hadithi inatoka katika udhaifu inaenda katika hasanun li ghairi. Kwa hiyo tunakwambia nini? Hii inaitwa nini? Hii inaitwa mutabi'. Sio fahamiana? Kwa hiyo kuuliza shahidi nini? Shahidi ni kuitilia nguvu ile hadithi kutoka kwa riwaya ya sahaba mwingine. Nikikuuliza mutabi' ni gani? Ni kuitilia nguvu ile hadithi ambayo kwamba ilikuwa ni dhaifu kwa riwaya ya yule sahaba, lakini kwa njia nyingine. Wazi mkhair wazi? Naam. Ndio maana akasema adh-dha'if huwa adh-dha'ifu idha jubira bi shahidin au mutabi'in bi sharti alla yashtadda adh-dha'f. Maadamu ile udhaifu mudallas ni dhaifu ndogo, ikiwa kubwa zaidi tunaishusha katika martaba ya nini? Ya udhaifu. Mfahamiana? Ndio anasema wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Hasan hadith sahihi ni ile ambayo inafahamika katika nini? Hapa nitauliza swali, kati ya taarifu hii ya Khattabi na ya Ibn Hajar, musanifu wa hii kitabu ameenda na ipi kati ya hizi ambayo inaendana? Kati ya taarifu ya Khattabi na Ibn Hajar, ipi inaendana kidogo na ya musanifu? Ameendana ya al-Khattabi, maana amesema huwa ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijal, na akasema huwa al-ma'rufu turqan wa kharat rijaluhu la kasahihi ishtahara. Fahamiana? Lakini ndio mashuhuri kwa sasa hivi. Tumemalizana na hadithu hasan. Kuna swali paka hapo? Al-hasan, hadithu hasan ni gani? Huwa al-ma'rufu ni ile ambayo kwamba inafahamika turqan, zile njia zake, yani tunafahamu mapokezi yake ile isnad. Hapa tunaweza kumwambia hii katika maarufu turqan ni sasa na shida kwenye nini? Ittisalu sanad. Hii maarufu turqan sasa tunapata ittisalu sanad. Kisha ningekwambia rijaluhu la kasahih, rijaluhu la kasahih ishtaharat, bimaana tunapata wale vijana wale wapokezi pia ni waadilifu, na pia hakuna shadh. Fahamiana? Na pia hakuna illa, isipokuwa kuna udhabti umepungua kidogo. Fahamiana? Kwa hiyo tunapata zile sharti zote.
Wazi na ghair wazi? Hadithi hasan tunazipata wapi sana sana? Hadithi hasan sawa, tunazipata wapi sana sana? Katika Sunan Abi Daudi, Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i. Umeona? Sahih pia tulishau kuelezeana. Sahih sana sana utazipata katika Sahihain, maana kaitwa Sahihain. Yani ukitaka kupata aghlab za hadithi sahih nenda katika nini? Sahihain. Wazi ma khair wazi rijal. Sasa hii hadithi hasan tukishahukumu ni hasan tunaitumia wapi? Hukumu ya hadithi hasan ni gani? Hukumu yake rijal, hukumuhu yuhtaju bihi, sawa. Yuhtaju tunaitolea hoja kama vile hadithi sahih, kwa sababu imepanda katika martaba ya nini? Ya uhasan. Tunaitolea hoja na tunaitumia katika nini? Katika ahkam. Tumefahamiana? Naam. Tunaenda katika hadithi dhaif. Naam. Naam. Utajuaje hii ni hadithi? Sasa hiyo kuna somo pia la kusoma rijali tu. Kuna somo la kusoma nini? Rijali. Huyu na msomo huyu ameashiriana, alikuwa katika asri ya huyu alikuwa katika zama za huyu. Kwa hiyo unajua huyu shekhe lake alikuwa huyu alikuwa shekhe lake huyo. Kwa hiyo unajua kuna itisali sana. Miana? Ni somo refu hili. Sisi tunataka tupate tu kwanza ule mwanga. Miana? Maana maulama pia kuna vitabu vyao tu wameelezea watu ambukiwa kuto, ukimwona tu unajua basi hadithi yake ni nini? Ni dhaifu. Pia kuna watu wameelezea namna hii. Miana? Naam. Kisha asema wa kullu ma an rutbatin al-husn qasr, sio? Fa huwa dhaif wa huwa aqsaman kathur. Yasi kusema kathur na yasi kusema kufur. Fahamiana? Tutafsir. Wa kullu ni mubtada, sio? Ma an rutbatil husn qasr, kila hadithi ambayo kwamba imeshuka kidogo katika urutba wa hasan, yani imepungua qasr. Fahamiana? Fa huwa dhaif. Utahukumu kama nini? Dhaif. Wa huwa aqsaman kathur. Ukisema kathur itakuwa nini? Itakuwa ni fi'l. Ukisema kufur itakuwa ni ism. Fahamiana tofauti? Naam. Narudia, anasema kullu ma an rutbatil husn qasr, hadithi dhaif. Yani anasema kila hadithi ambayo kwamba imeshuka katika manzila ya uhasan, yani imepungua, fa huwa dhaif. Basi ni hadithi gani? Dhaif. Wa huwa aqsaman kathur. Aqsaman ni tamyiz pia, basi aqsam zake ziko nyingi. Huku tumeshamalizana hadithi sahih, tumemalizana na hadithi hasan, tumemalizana na hizi zilizobaki zote tutakazosoma zimetofautiana nyingi. Kuna aqsam za nini? Za dhaif. Naam. Taarifu dhaif rijal. Taarif al-dhaif. Kutokana na musanifu wa kitabu tuweza tukasema kullu ma nazala an rutbati al-hasan, kila hadithi ambayo kwamba imetoka katika uhasan ikishuka tu basi tunaita nini? Hadithun dhaifun. Sawa? Lakini tukienda na taarifu ya al-hafidh. Al-hafidh man huyu? Al-hafidh, naam, al-Asqalani. Naam. Kullu makhtalla shartun min shurut al-qabul, kila hadith iliyokosekana sharti katika zile sharti za kukubaliwa hadithi, basi inakuwa ni katika hadithi gani? Dhaif. Fahamiana? Bimaana ile hadithi isnadi yake ikawa sio muttasil, ikawa kuna inqita'u sanad, kumekatika sanad, tunaita nini? Dhaif. Ikawa imekosa uadala, ile aliyepokea sio mwadilifu, inaitwa nini? Dhaif. Ikawa kuna nini? Dhabti ya yule mtu sio kubwa, tunaita nini? Zile arkani zote ikikosekana tu moja wao, basi ni katika hadithi gani? Dhaif.
tutoe mfano wa hadithi dhaifu. Maana mithaluhu anna an-nabiyya masaha ala al-jawrabayn. Jawra moja wa mfano hadithi dhaifu ni hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-jawrabayn. Jawrab tunajua? Jawrab nini? Jawrab nini? Sogope. Soksi. Sawa? Hadithi iliyopokewa na wengi katika masahaba, masa ala al-khawfayn. Masa ala al-khuffayn, amepanguza katika khofu mbili. Lakini huyu Abi Qais al-Audi yeye akaja akasema masaha ala al-jawrabayn. Fahamiana? Masaha ala na maulama wao. Sasa ukienda kwenye hizo vile vitabu vyao anakuambia huyu Abi Qais al-Audi akiwa mwenyewe katika riwaya, basi hadithi yake atuipokee. Fahamiana? Sasa katika hadithi kama hii akawa mwenyewe, fahamiana, ima kutokana na dhabti yake si nzuri, fahamiana, basi hadithi ikatoka katika nini? Usahihi na hasan, ikashuka mpaka katika nini? Udhaifu. Wazi? Naam. Tunakuja sasa katika jambo muhimu. Ma hukmu hadithu adh-dhaif? Sawa? Hukmuhu, hukmu ya hadithu dhaif. Yani ukakuta hadithi dhaifu utafanyaje nayo? Tunaiweka kwenye mapipa tuitumie. Sawa? La yuhtaju fil aqaid. Tunajua aqida, wala al ahkam yu'malu bihi. Muhim sasa, wa yu'malu bihi fi fadail al-a'mal. Mtu akakuuliza hukumu ya hadithi dhaif, unamwambia hatutumii, la yuhtaju fil aqaid, hatuwezi kuitumia kama katika aqida. Yani sisi tuko katika mambo masala ya aqida, alafu ikaja hadithu dhaif, huruhusi kutumia. Sawa? Ama katika masala ya ahkamu huruhusi kutumia. Wakati gani hadithu dhaif inatumika? Fi fadhail al-a'mal. Fi fadhail, yani katika kupeana, nasemaje? Kupeana moyo katika kufanya mema. Kupeana moyo katika nini? Kufanya mema. Lakini kwa sharti. Lakini kwa nini? Sharti. Hizi sharti ndo muhimu rijani. Sharti kwanza, alla yashtadda dha'fuhu. Alla yashtadda dha'fuhu, yani ule udhaifu wake usio mkubwa. Fahamiana? Sharti ya kwanza. Lakini sharti ya pili, alla ya'taqida thubutuhu. Wewe unaitolea istidlali ile hadithi katika fadhail al-a'mali. Sasa usiitakidi kwamba ile hadithi imefanyaje, imethubutu. Sharti ya pili. Lakini sharti ya mwisho anatuambia ayandarija tahta asli al-'am. Ayandarija tahta aslin am. Lakini ile hadithi si dhaifu, haturuhusi kutumia, lakini katika fadhail a'mali tumeipata. Sawa? Zikatimia sharti hizi, dhaifu yake sio ni kubwa, wala usiitakidi kwamba imethubutu. Si dhaifu, usiitakidi kwamba imethubutu, lakini ya mwisho iingie katika asli naam. Iingie katika nini? Asli al-am. Mfano hadithi ambayo dhaifu imepokewa watu mtu akiswali swala 40 katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaepushwa na unafiki. Sio, nimesahau sigha yake kwa Kiarabu. Anaepushwa na unafiki na Mwenyezi Mungu muingiza peponi. Ndio maana wengi katika watu wa Yemen wakienda kuswali katika masjidi
al-Nabawiyya wanaketi pale masiku kama 40. Fahamiana? Na hii hadithi ni dhaifu. Fahamiana? Kwa nini wanaifanyia kazi? Kwa sababu imetimia hizi sharti. Sasa hii sharti ya mwisho ni vipi? Tunakwambia asili yake ni gani? Kuna hadithi zingine ambazo kwamba zinahimiza kuswali katika msikiti wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salatun fi masjidi hadha ta'dilu madha? Ta'dilu kam? 1000 salatin. Yani utakaposwali swala moja katika msikiti wa Mtume ni zaidi ya swala katika misikiti mingine kwa maelfu. Fahamiana? Kwa hiyo tayari tuna dalili ambayo kwamba ni ina asili, inakusanya ile dalili. Kwa hiyo ile hadithi dhaifu tukiitumia tunakwambia inaingia katika tahta aslin aslina. Wazi ama ghairu wazi hija? Naktafi bihadha alqadr. Ama tufasiri mara mwisho? Naam? Hasan al-ma'ruf turqan wa ghadat. Hadithi sahihi ama hadithi hasan ni ile ambayo kwamba al-ma'rufu inaofahamika turqan wa ghadat. Turqan inafahamika zile tariqi zake, yani ittisalul sanad, hiyo imeunganika isnad yake. Kisha wa ghadat, kisha ikawa sara, bimaana ikawa wale vijana wake rijaluhu wale wapokezwa ile hadithi la kasahih, si kama vijana wa nini ama wapokezwa hadithi gani wa sahihi, ishtaharat, katika ule kujulikana kule. Fahamiana? Bimaana tukiangalia hadithi sahihi rijali wake tunawajua na hifdhi kuwa, lakini tukirudi katika hasan kidogo dhabti yao ni hafifu. Kisha akaingia akasema wa kullu ma an rutbati al-husn qasr, lakini kila hadithi ambayo kwamba imetoka katika umartaba wa hasan inashuka katika nini? Fa huwa dhaif, basi inakuwa ni hadithi dhaif. Wa huwa aqsaman kathur, na tutakuja kuziona hadithi dhaifu ndo zina aksamu ama zina sampuli nyingi. Sawa? Na kuna swali huku mwanzo ndo kutakuwa kugumu, lakini tukiendelea huko mbele tunaweza tukasoma abiyati 5 ni kufasiri tu na kufahamu, lakini hii ndo misingi, maana naenda kitaratibu. Kwa hata mkichoka mimi hainisaidii, mradi mpate faida. Inshallah. Kuna swali? Hii muhimu sana rijali, hii muhimu sana. Sawa? Ayan darija tahta asli naam. Sawa? Wakati gani tunaitumia hadithi dhaifu? Sio? Yani tumekuja nikatoa mfano, kuna hadithi inasema mtu atakaposwali swala 40 katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ni dhaifu. Sasa mbona watu wengine wakienda katika msikiti wa Mtume wanakaa siku 40 na hii hadithi ni dhaifu, mbona wanaifanya kazi? Kwanza tutakwambia ile ni fadhail a'mal ya kwanza. Alafu hiyo hadithi pia dhaifu yake sio kubwa, haijaingia katika maudhu na mfano kama huu. Alafu katika kuitumia ile hadithi usitakidi kwamba imethubutu, sharti ya pili. Alafu ayandarija tahta asli naam, lazima iwe ina asili ya ile hadithi. Asili gani? Kwamba kuswali katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi nyingi zimeeleza kwamba watu waswali kwa wingi pale. Umeona? Kwa hiyo hadithi tulipokuja nayo tunakwambia tayari na asili zingine ambazo ni za asili, yani ina asili ambazo kwamba zina asili. Sijui umeelewa hiyo? Hakuna swali lingine? Inshallah ifadhike. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.